Hivi majuzi nimeona posti ya Mange Kimambi akisema kuwa sakata la nyeti kupotea Tanzania ni project ya serikali, na huku upande wa pili serikali inasema kuwa huu ni uzushi na tayari kuna watu wameshaanza kukamatwa mikoa mbalimbali. Sasa katikati ya pande hizi mbili ambazo zinavutana, hii video itakwambia ni nani hasa anakuambia ukweli kuhusu jambo hili. Kabla sijaendelea, unapaswa kujua kwamba nimefanya utafiti wa kina kwenye data za WHO pamoja na historia ya nchi 5 tofauti ambazo zimewahi kupatwa na hili janga kama sisi, na nimepata ufafanuzi wa kitaalamu pia kutoka kwa madaktari bingwa. Kuna mambo matatu makubwa ambayo nitakuelekeza, na la mwisho ndio litakaokuonesha ni jinsi gani Watanzania wote tunadanganya na kitu kilicho ndani ya vichwa vyetu, na kama usipoangalia video hii mpaka mwisho utabaki kwenye hii jela ya hofu ambayo inaweza kukufanya upoteze amani ya moyo wako, lakini pia kukufanya ukadhuru watu wasio na hatia. Ninarudi kwenda huku, unaisikia kabisa hapo ananikimbia. Kwa nini? Kama mwanangu mbona unakimbia? Kila mimi nasikia vibaya. Anatetemeka, kama anatetemeka. China mwaka 1960. Did you know that thousands of men once believed their genitals were disappearing, causing mass panic across entire cities? This terrifying condition is called Koro syndrome. In Southeast Asia, whole communities have been gripped by the delusion that men's private parts are shrinking and will vanish completely. Nigeria mwaka 1990. What happens is the manhood shrinks into a smaller size, but this is because of a syndrome called Koro, where the individual fears or believes his manhood is shrinking, and so it shrinks. It's acute, and there is no recorded case of it lasting for more than a day. Also, Koro is referred to as a culture-bound syndrome, which means only specific cultures that believe in it experience it. Let me know if you've had any stories or experience with this in the comments. Na India mwaka 2008. Haya mambo kama yanayotokea sasa nchini kwetu yameshatokea nchi tofauti na kwa nyakati tofauti pia, lakini ni kitu kimoja tu ambacho kilikuwa kinatokea. Watu walikuwa wanadai kwamba wanapoteza viungo vyao, na kwa haraka sana kama ambavyo imetokea Tanzania, watu walijichukulia sheria mkononi na serikali zilishindwa kujua nini kinaendelea. Nimepata nafasi ya kupiga story na Daktari Minja kutoka hospitali ya Matema ambaye amenifungua macho kuhusu kitu kinachoitwa Koro syndrome au kitaalamu zaidi mass psychogenic illness, ambayo hali hii inatokea pale ambapo jamii inapitia msongo mkubwa wa mawazo au hofu kubwa ya pamoja kama zilivyokuwa zama za Popo Bawa. Dr. Minja alinieleza kuwa akili ya binadamu inatengeneza hofu kubwa kwamba viungo vyako vinasinyaa au kupotea, na mwili wako unaanza kuitikia mwitikio huo kwa hofu na kuifanya kama kitu cha kweli, lakini chanzo chake kinaanzia kichwani. WHO pia wameripoti na kushuhudia hali hii katika mataifa zaidi ya 20 duniani, na wanakiri kwamba kwa miaka hii ya teknolojia ugonjwa huu unasambaa kwa kasi zaidi kuliko virusi, kwa sababu tofauti na wanaosema ishu za mabega, ugonjwa huu unasafiri kupitia WhatsApp, simu na story tunazopiga vijiweni. Naelewa kwa nini wengi mnamwamini Mange, na najua kwa sababu mara nyingi Mange amekuwa akisema ukweli kuhusu masuala nyeti ya taifa, lakini kwa upande wangu kwenye hili kuna tatizo dogo la kimantiki linaloitwa post hoc fallacy, ambalo kwa Kiswahili cha kawaida ni kwamba kwa sababu vitu viwili vinatokea kwa wakati mmoja, basi tunaamini kwamba kitu kimoja kimesababishwa na kitu kingine. Na hapa niseme kwamba ni kweli serikali yetu inaweza kuwa na mapungufu yake, na kwa bahati mbaya sana Koro syndrome hii imetokea pia wakati huu, na kwa jicho langu la kitaalam nimekosa kabisa kuona uhusiano wa jambo hili. Sasa kwa Watanzania wenzangu, hasa vijana, hebu tuache kuvutana na huu uvumi, kwa sababu kuna vita kubwa zaidi ambayo inahitaji nguvu zetu. Taifa letu linahitaji vijana ambao wanafikiria na kuona fursa, wanaojenga biashara, na vijana ambao wanatumia teknolojia kusonga mbele. Tukiruhusu hofu kama hizi zitutawale, tunapoteza muda ambao huenda tungeutumia kujenga nchi yetu kwa mijadala nyeti zaidi na yenye tija. Nakubaliana na Mange kuwa ameona moshi, na hiyo ni dalili kwamba kuna moto unawaka sehemu, lakini kwenye hili nadhani Mange ametafuta chanzo cha moto sehemu isiyo sahihi. Na kwa serikali pia, juhudi za uzimaji wa moto huu kwa kukamata watu tu badala ya kutoa elimu ya kipi ambacho kinaendelea, bado itaendelea kuzua uzushi kwamba serikali inashiriki kwenye hili, wakati ukweli ni kwamba hofu yetu ndio chanzo cha kile kinachoendelea. Wataalamu wa mambo wanasema ukikimbia kwa kasi kuliko mwanga, basi muda wote utakuwa unaishi gizani, kwa sababu mwanga utakuwa umeuacha nyuma yako. Yaani tunapokimbilia kupusha ajenda kama hizi kwa hofu kiasi kubwa, tunaendelea kuishi kwenye giza totoro bila kujua ukweli kwa muda mrefu. Ushauri wa Dr. Minja, WHO na historia ya nchi mbalimbali zinasema kitu kimoja. Sasa nadhani nikuulize swali hili. Unahitaji ushahidi gani zaidi ili uamini kwamba hofu iliyopo kichwani kwako ndiyo inayokudanganya zaidi kuliko vile ambavyo unafikiri serikali yako inafanya? Comment neno nyeti hapa chini ili nikutumie siri ya kujikinga na huu ugonjwa, na uache kuvaa mapini ambayo hujui hata nani aliyeshauri kwamba hii ndio kinga ya huu ugonjwa. That's it for now. Peace out.